hao walipopelekwa mateka, Yerusalemu iliharibiwa, ilichomwa. So kwa hiyo there was no temple. Cyrus could declare the rebuilding of the temple. That was his service. And tunapozungumzia rebuilding of the temple, we are actually talking, tunazungumzia mambo za ibada ya kweli. Maana ibada ilikuwa inafanywa kwenye kanisa la Mungu. Sasa lilipokuwa limeharibiwa, ibada zilisimama. Sasa huyu anaposema kwamba ijengwe tena Yerusalemu, ana maana kwamba ibada ya kweli ikaweza kufanya nini? Kurejeshwa tena kwa Waisraeli. So he's serving God, kwamba watu waweze kukumbushwa there is a God who is supposed to be done what? Who is supposed to be worshipped. Jambo lingine ambalo linazungumziwa ndio mwenzetu pia aweze kuingia. Kuna jambo linalozungumziwa hope in advance, tumaini kabla. Sijui kama naweza kuweka vizuri. Tumaini in advance, tumaini la sijui kama nimeweka vizuri. In advance, yani unapewa matumaini kwamba mbele kuna nini? Mbele kuna mazuri. Hapa ndio una shida zako, lakini mbele kuna nini? Kuna mazuri. So this keeps you going. Inakufanya mpaka unatamani, unataka kufikia ule uzuri ambao uko wapi? Mbele. Uzuri ambao uko mbele. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa hapa na mwenzetu ataelezea vizuri, ni kwamba Waisraeli kitambo kabla hata hawajapelekwa kwenye mateka walikuwa wameahidiwa Mungu angekuwa nao. Hata kama wangepelekwa mateka, ndio ilinenwa, ilitabiriwa watapelekwa mateka, but walikuwa wamepokea walikuwa wamepokea tumaini kutoka kwa watumishi wa Mungu la kuambia nyinyi mtakapo tubu dhambi zenu, I'll bring you back. Mtawaleta tena, mtakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. Ni maneno ambayo unayasoma kutoka kwa kitabu cha Isaya, na ni maneno ambayo hata unaweza kuyasoma kwa kitabu cha Musa, kutoka kitabu cha Walawi 26 44 mpaka 45. The condition of being accepted back is repentance, kwamba watu watakubaliwa ikiwa watatubu nini? Watatubu makosa yao. Hayo ndiyo yanazungumziwa katika sehemu hiyo. Lakini la zaidi sasa kumwangazia huyu servant ambaye tunamzungumzia. Hawa wametoka pale nyuma, they have served God, the servant nation. We have seen them serving God. We talk of the Persian Messiah, who is Cyrus, has served. But pia kuna hili lingine ambalo linajitokeza sasa. We are about to identify huyu ambaye wale walikuwa wanasimamia, the feeling and the suffering servant. Huyu mtu ambaye anahisia, the feeling ni hisia, a feeling. Huyu aliye na hisia, kwa sababu ya mateso ya watu wake, ana hisia, anataka kuwaserve, anataka kuwaokoa. And in doing so, anapofanya hii kazi, he suffers, anapata shida nyingi kwa kufanya hii kazi. Unaposoma kitabu hicho cha Isaya 49, anajisumbua, he feels for people, is working for people. Lakini hawa watu ni kama anafanya kazi ya bure. They are stiff necked. Unaposoma 49 verse 4, inasema kwamba they are stiff necked, najisumbua, lakini ni kama ninajisumbua nikifanya kazi ya kazi ya bure. So he feels for them. Sasa jambo lingine, he suffers for these people. Anasumbuka, anasumbuliwa, anadharauliwa. Katika mstari wa 7 49 verse 7, he suffers. Verse 8, there is kuna jambo linazungumziwa katika 49, Isaiah 49 verse 8, inazungumzia, it depicts the sacrifice. Maana anazungumzia agano limeletwa kwa namna gani? Limeletwa kwa namna ya kumwagika kwa damu. Kumwagika kwa damu wapi? Msalabani. That's why he speaks of
the covenant. He is actually speaking of the cross, predicting the cross before the cross is here. So there is this kind of there is this hope. Number 9 inasema this servant sets prisoners free. He speaks freedom to the prisoners. Prisoners wa nini? Ni prisoners mateka wa our arch enemy. And who is our arch enemy? The devil, of course. He sets them free. This is the same servant as the unnamed servants. Ukisoma chapter 42 verse 6 and 7, they talk of the same thing, that the prisoners are set, they are set free. The blind have their eyes open. Na mambo mengine kama hayo. Kufikia hapo ndugu zangu, nafikiri tumeanza kuona ni nani huyu tunayemzungumzia as this to serve and to say who is this servant and who is this savior. I think ninaweza kumalizia hapo. Wenzangu pia waongezee, alafu tutaendelea vile. Asante. Alright, asante sana. Naona kwamba umeweza kueleza vema, umeweza kutuletea mambo hayo kwa njia ya kipekee, na basi tumeweza kubarikiwa. Naona kwamba Mwalimu Violet, ningependa ninapoendelea kuzungumza kidogo ufungue kitabu cha Isaya 44 mstari wake wa kwanza ili uweze kunisomea kidogo pale. Kwa sababu naona kwamba kuna jambo fulani pale na niliweza kuulizwa by the way, nikashindwa nitafanyaje, lakini nikajua kwamba siku ya leo nitakuwa na walimu ndani ya studio, haikabidi kwamba nije niweze kufanya nini, niweze ama tuweze kujulia ama kufahamu hili neno. Ulisome Isaiah 40 verse 1. Nasema hivi, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Right. Tuliweza kupitia wiki iliyopita, tuliweza kuangalia kitabu hicho na tukasema kwamba ama tukaangalia jinsi ya kuwatuliza, ya kucomfort na tukasema kwamba comforting, labda unafanyia wenzako mazuri, kuwafariji, mambo kama hayo. Na siku hii ya leo ama sabato hii ya leo tunazungumzia how to serve and save. Wajua kwamba unapo ukihitaji kuserve, wajua ile kuserve lazima you comfort. Hiyo sasa mambo hayo yanaenda na tu kwa ukaribu. Part of serving is comforting. Kwa sababu huwezi mserve na bado analia. Na bado analia. Lazima umfariji. Inakuwa kwamba ni shida. Inakuwa kwamba ni tatizo tu. Asante sana. Kwa yule ambaye uliweza kuuliza swali, aliniuliza, je, ukipata mtu labda ana tatizo fulani, utawezaje mserve? Na labda hujaweza wajua nikamjuza tu. Hayo ni mambo mawili yanaendana. Comforting and serving. Ningependa basi nafasi hii niweze kuipatia Mwalimu Violet, naye atupeleke kwa haraka tu kwa sababu naona muda unasonga. Karibuni tena. Jambo la kwanza ambalo mimi niliweza kujifunza ni unyenyekevu. Yesu alikuwa sawa na Mungu, lakini alichagua kuacha utukufu wake juu, akakuja huku chini kututumikia sisi wanadamu wenye tulikuwa tumepotea. Tuliposoma Isaya 42 mstari wa kwanza, Biblia inasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake. Naye atawatolea mataifa hukumu. Na Wafilipi 2 mstari wa 7 inasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Alikuwa sawa na Mungu, alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote, lakini mahali kwenye alikuwa
kama ni kutembea, walikuwa wanatembea kwa mguu wote na yeye, wanafunzi wake na wale watu ambao walikuwa anawahubiria. Sasa hili linatufunza kwa kila jambo ambalo sisi tunafanya, hatufai kujiwekea utukufu. Utukufu unafaa kumrudia Mungu. Yaweza kuwa wewe ni mhubiri mzuri, unajua Biblia yote, ukienda kuhubiri, utukufu unafaa urudi kwa Mungu, sio kwako ati mimi hii Biblia yote naifahamu vizuri sana, hizi ni nguvu zangu. Haifai kukua hivyo. Yesu alijitolea kuwahudumia watu kwa mahitaji yao ya kimwili na pia ya kiroho. Kwa wale watu ambao walikuwa wanamfuata, sio wote walikuwa wanataka kuhubiriwa. Wengine walikuwa wanamfuata sababu wanajua huyu tukimfuata anaenda kutupea samaki na mkate. Kuna wale walikuwa wanataka chakula, wakamfuata kwa sababu hiyo. Na vile Elda alikusha sema, tusitamani ati nataka kupanda ndege niende Jerusalem, mahali Yesu alisulubishwa jijini Golgotha, nisimame hapo pia ni feel vizuri. Haifai kuwa hivyo. Tukienda kwa unaweza kutembea kama Yesu kama utaiga mfano wake. Yesu alikuwa anatembea kwa watu ambao ni wagonjwa, tunawaona kando ya kitanda yule mtoto wa Jairus, anamponya hapo. Wale wa yule mtu aliyekuwa kipofu kando ya barabara akamponya. Sasa pia wewe unaweza kutembea kama Yesu, sio kwa kwenda Jerusalem kukanyaga mahali alikanyaga. Tembea kwa wale, kila mtu ama mtu yeyote mwenye kuna hitaji. Kama ni mgonjwa, nenda pale visitation, ukamuombe, muhimize. Utakuwa umeiga mfano wa Yesu. Kila mtu mwenye kuna hitaji, ukijaribu kulisuluhisha ama kumsaidia kusuluhisha, hiyo inatosha kuwa umetembea vile Yesu alikuwa anatembea. Na hivyo kila wakati tunafaa kuwa watu wanyenyekevu, na tusijibebe utukufu wote tumwachie Mungu. Na pia tunasoma wakati Yesu alikuwa anahubiri hawa watu, kuna wale walikuwa wanakuja kwa hili kundi kumkejeli. Sio wote walikuwa upande wake. Hata unaweza pata maybe kama ni wanasiasa, mmoja ni wa party, kuna mwenye anaweza toka kwa party akuje meeting yao ili maybe anaweza sema manifesto zenu hazina afya, hata kuwakejeli. Lakini tunasoma kuwa kwa hii miaka yote 3.5 yenye Yesu alikuwa anahubiri, hakuna siku yenye alijibizana vibaya na wanafunzi wake ama wale watu wenye alikuwa anahubiria. Hata kama alikuwa anaongeleshwa vibaya ama wanamuuliza kitu kusudi kumjaribu, alikuwa anajibu kwa unyenyekevu na anatumia mafungu ya Biblia pia kujitetea. Alikuwa anajibu kwa roho ya utulivu. Sasa pia sisi sio kila swali linahitaji jibu, sio kila kitu chenye mtu anakuambia inafaa umrudishie pia. Kuna maneno ambayo hatufai kuyatamka. Kuna neno ambalo unaweza sema alafu iwe umeumiza roho ya mtu. Kuna mambo ambayo hayatakiwi kusema. Alafu pia kuna kitu kingine nilijifunza kutoka Isaya 41 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Kwa version ya Kiingereza, huyu mdudu wamesema ni worm, mdudu worm, si mnajua worm ni tukiangalia in real life ni soft. Hata ukiangushia tu hivi mawe umeicrash tayari itakufa. Sasa hii inatumiwa kuillustrate hali ya Ukristo wetu, hali ya maisha yetu katika Ukristo, na ni vile ambavyo miili na akili zetu zilivyo. Yani ni si ngumu vile huyu mdudu anaweza kuuawa tu na force kidogo, ukiweza hata kumkanyaga atakufa. Inaonyesha pia ule udhaifu ambao uko kwa miili na akili zetu.
Sasa tunahitaji mtu ambaye ana nguvu zaidi yetu, na huyu mtu ni Kristo. Tusiweze kujitegemea sababu tuna udhaifu. Lakini tunasoma kutoka kwa Filipi 4:13 tunaweza kuyafanya yote. Sasa hata kama miili ni dhaifu na akili zetu ni dhaifu, Mungu anatupatia nguvu, tunaweza kuyatenda yote kupitia kwake. Na sasa hata kama tumeeleza hata kama tumeyazungumza mazuri, Elder pale alipoanza aliweza kutufungulia. Mwalimu Violet, ningependa nikuulize hivi kwa sababu ni swali kwa wengi, na labda tutaingia kwenye upande mwingine pale tuweze kuangalia maswali na jumbe ambazo zimeweza kutumwa, lakini ningependa tu kuuliza labda kutumikia inaitwa nini? Serving ni nini? Serving ni utumishi. Mahali sasa naweza sema utumishi, unatoa services kwa mtu mwingine. For example, huko nyumbani unaweza pata kuna mtu ambaye ni tajiri, ako na watumishi, wanamuoshea nguo, wanampikia, wakati mwingine pia wanamlisha. Ni utumishi, ni kutoa services kwa wengine. Sasa hapa kwa hii lesson, ule utumishi tunaongea kuhusu ni kuhudumia watu mahitaji yao ya kiroho na kupitia ministering. Sasa hiyo ndio tumesema kutembelea watu hospitalini wenye wako na shida. Okay. Umetoa mfano mmoja. Elder, naomba kwamba uweze kutufafanulia utumishi huu ambao Mwalimu Violet amesema. Uweze kutupa mifano kadha wa kadha ili msikilizaji wetu aweze kuelewa tu. Nashukuru kwa jambo hilo. Labda ningeanzia ile ambayo ulisema mambo ya comfort. Comfort. Fariji kwa watu. No service without comfort. Because Biblia inasema tena vizuri tu katika kitabu cha Yakobo kwamba akiwa ni mtu mwenye njaa, faraja yake ni chakula ya kwanza kabisa. And that is what we call service. You take care of the immediate need before you introduce him to the one who motivated your service. So in that way you comfort him. Unampatia, anakula, anashiba, then unamwambia there is God who provides. That is serving. Kwa hili ambalo ndugu yangu umeweza kuzungumzia, ningetaka nifafanue kwa kusoma kitabu hicho cha Isaya 41 uanzie 8. Labda tunaweza kuona ile ambayo tunazungumzia hapa. Isaya 41:8. Biblia inasema nawe Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu rafiki yangu. Wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikuambia wewe umtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. I have chosen you, nilikuchagua wala sikufanya nini? Sikukutupa. Kwa sababu gani? Nisomee 17 sasa. 17 yasema maskini na wahitaji wanatafuta maji wala hapana. Ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia. Mungu wa Israeli sitawaacha. Mimi Mungu wa Israeli sitafanya nini? Sitawaacha. Kwa sababu wewe utakuwa maji kwa wale ambao wanafanya nini? Wanayatafuta maji. So najaribu kuelezea jambo hili la utumishi. Yaani ni kazi gani? Kwa sababu nimeulizwa niseme mifano ya utumishi. When the people of the nations seek water, they will find this water kwa wakina nani? Kwa Waisraeli.
Tunazungumzia kwa muktadha huu sasa, tunazungumzia mahitaji yao. Unajua unaposoma kitabu cha Mathayo ni 5 kwenda chini, itakuambia kwamba blessed are ni wale ambao wana njaa, kwa sababu watashibishwa. The thirst, kwa sababu watapewa maji wafanye nini? Wanywe. And who is going to be this water? The chosen nation. The servant nation. The servant nation. And who is the servant nation? The Israelites. We are not talking of the ancient Israelites, kwa sababu hii ndio ilikuwa kazi yao. Tunazungumzia Waisraeli wa sasa ambao ni watumishi wa nani? Wa Mungu, ambao ni watumishi wa Yesu. Watu ambao wanafanya kazi ile Yesu aliyokuwa anafanya nini? Anaifanya kazi ya kutumikia wengine. Unaona, Yesu anapokutana na mtu ambaye anahitaji chakula, anafanya nini? Anawapa chakula. Kisa kimoja ni kile, anawapata watu wamekaa na ni wengi kweli, hakuna chakula. What does he do? He provides. Anawapatia chakula, mpaka nilisikia mwalimu Violet anasema kuna wengine walikuwa wanamfuata ndio aende kuwapatia tena ile mkate ya jana. Ile mkate aliwapatia jana. This is serving God, a help for the needy, kuwasaidia watu ambao, hebu soma 18 hiyo 41. Isaya 41:18 yasema, nitafunua vijito vya maji juu ya vilima, na chemichemi katikati ya mabonde, nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji, na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Yes, kwamba maisha yatabadilishwa. Watu wamezoea shida ya kukoza mambo ya muhimu katika maisha yao, lakini hili taifa lililotengwa likaweka kando likiwepo, basi itakuwa ni kwamba italingana kwamba maji imepatikana kwenye jangwa. People are needy. Who is going to provide for them? The servant nation. And who is the servant nation? Israeli. Lakini Israeli wa sasa ni kina nani? Ni Wakristo. Na ndio sababu tunaitwa Wakristo. Jina hili tunaloitwa Wakristo ni watu ambao wanafanya mambo vile Kristo anayafanya. Hebu jiulize ndugu yangu, jina Wakristo lilitokea mwanzo wapi? Lilitokea Yesu alipoenda mbinguni, na likatokea kwa wanafunzi wake pale Antioch. That was the first place ambao watu waliangalia wakasema, na mbona hawa watu wanatembea kama Kristo? Na mbona hawa watu wanakula kama Kristo? Na mbona hawa watu wanaomba kama Kristo? Na mbona hawa watu wanatumikia watu kama Kristo? Mbona wana upendo kama ule wa Kristo? Basi hawa ni wa Kristo. Hawa watu ni wa Kristo. Na ndio sababu sisi tunaitwa. So tunapozungumzia the question of serving, ni kwamba mahitaji ya watu yashughulike. Watu wana mahitaji mengi ya kiroho, ya kimwili. Mtu anaweza kuwa ana nguo, mtu anaweza kuwa ana nyumba, mtu anaweza kuwa amekosa karo ya kupeleka watoto wake shule, na wewe uko nayo. Kama Mkristo inafaa una provide. After you provide and give hope and comfort, mwambie kesho kutakuwa vizuri. Give that person hope in advance, kwamba ukimrudia Mungu, he will bless you and tomorrow you may be having. Kama leo huna, kesho unaweza kuwa nacho. This person anaendelea kuwa na hope. Sasa la mwisho ndio nimalize na mwenzetu alikwisha lizungumzia, we talk of a worm. Worm tunaweza ni familia ya minyoo. You see, minyoo anafanya kazi gani? To provide for himself, for herself. Kuna kazi anafanya? Minyoo kuna kitu tulikuwa tunasoma kitambo nikiwa shule, inaitwa parasite. Parasite inafanya nini ndio ipate chakula? Inaenda shambani? Inafanya kazi kweli? Parasite anangojea, yeye anakula tu.
Hii ndio uhusiano unaohitajika kuwa kati yetu na Mungu. That we are not able, we can do nothing. Hakuna kitu tunaweza kufanya kusipokuwa na nani? Na huyu Mungu. That's why Biblia tulipokuwa tunasoma inasema 41:14 inasema, fear not thou warm Jacob and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Usiogope. Usiogope kwa nini? Kwa sababu hujiwezi. Mara nyingi we are tempted to fear. Today we have nothing, so we fear. Ikifika lunch, what am I going to do? How are my children going to eat? How am I going to take my children to school? How am I going to do this and that? Then we little do we know that we cannot provide for ourselves. It is God who provides for who? For us. What the implication here ni kwamba Israeli kabisa ijue kwamba haijiwezi yenyewe. And when you know you are not able to do anything, what follows? Humility. When you know you are not able and there is somebody who gives you the ability, what do? You become humble before that person. So the Israelites were to fully trust in God for providence. Wajue kwamba wao watapatiwa kila kitu na nani? Watawezeshwa na Mungu. Kwa sababu hiyo wasiogope. Kwa sababu Mungu yupo. Labda mengine nitasema mbele kwa sababu lazima tuseme zote. Naona kwamba muda unasonga, saa 1 dakika 40 ngapi? 49 ndio unasonga kusonga tu, tuna chini ya dakika 30. Na sijui inakuwaje, lakini najua kwamba yote yapo shwari. Najua kwamba tunazidi kusonga mbele kwa pamoja, mpenzi msikilizaji. Nikijaribu kuangalia kwenye upande mwingine hapa katika SMS, naona kwamba Weldon Kirui anasema kwamba following from Kuresoi Mwaragani. Anasema kwamba Peter Nyandigisi Ocharo listening and watching from Kiusian, Kitui County, Kenya. Alright, asante sana. At word Thomas Isaboke from Diagored need the topic of discussion. Na najua kwamba utaambiwa tu, usije ukana shaka hata kama tulikwisha sema, bado walimu watarudia kidogo. Anasema kwamba anazidi kubarikiwa. Madhabu Nariri anasema kwamba yupo ndani. Na Mnyamuita anasema kwamba ndani kama kawa. Hapo ni kwenye upande ule wa Facebook. Nikikimbia kwenye upande wa YouTube naona kwamba Jose Suzi anasema kwamba yupo ndani, anasema kwamba amen kwa mambo mazuri, anazidi kubarikiwa moja kwa moja. Gusista anasema kwamba anazidi kufuatilia lesson ya siku ya leo, mpenzi msikilizaji. Basi nikijaribu kuangalia ni saa 1 dakika 51 ambapo ningependa pia niweze kumpa Mwalimu Violet nafasi hii, labda ana jambo angependa azungumze na aweze kukueleza, lakini ujue kwamba tunazungumzia on how to serve and save. Utumishi wako unahitajika ili kuwaleta wengi katika nyumba ya Bwana. Mwalimu Violet, karibu tupeleke mbele. Jambo lingine ni kutoka kitabu cha Mambo ya Walawi. Sura yake ni ya 26. Sijui ujala au vipi, wazungumza chini sana. Anasema Mambo ya Walawi sura ya 26 kuanzia mstari wa 44, na Biblia inasema hivi: nao wataukiri uovu wao na uovu wa baba zao katika maasi yao walioasi juu yangu, tena ya kuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume. Mimi nami nimeendelea kuwashikia kinyume wao na kuwatia katika nchi ya adui zao. Lakini hapo kama mioyo yao isiyokuwa tohara ikinyenyekea, nao wakubali adhabu ya uovu wao, ndipo nitakapokumbuka agano langu pamoja na Yakobo, tena agano langu na Isaka,